Ninyi watu wa Ikungi, leo ni siku ya ngapi? Leo tunahubiri habari njema mahali hapa. Ni siku ya 4. Bado tunaendelea kurudia. Ninyi mnatembea katika neema ambayo haikuwepo katika nyakati za kale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mwanadamu ameumbwa katika sura ya utakatifu. Amen. Katika ukamilifu. Mungu akasema tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Huo mfano ni utakatifu. Ni hali ya kutokuwa na dhambi, hali ya kutokuwa na uchafu. Amen. Kwenye shamba, baada ya kupanda, wafanyakazi wake walikwenda kukagua. Biblia inasema wale wafanyakazi, wale watumwa ni malaika wanaokwenda kukagua, ambao wanatuona, ambao wanaona sirini, ambao wanaona hata mipango ambayo ulifanya jana, hata yale unayofanya jana, aidha mchana au usiku, hata yale ambayo umefanya kwa siri, hata yale ambayo umesafiri kwenda nchi ya mbali kuyafanya huko, malaika ameona na ameripoti na yanajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hata yale yaliyofanyika katika chumba cha siri, kuta na boriti zitashuhudia mbele za Mungu siku ya hukumu. Huo ukuta mnafanyia kichakani, hiko kichaka kitakuwa ni shahidi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yesu asifiwe. Yesu akasema zile ngano ni mbegu njema, mbegu njema iliyokuwa takatifu, iliyo safi. Biblia inasema na ilizaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tukiendelea tunaona ya kwamba adui akaja akapanda magugu. Wale malaika wanakwenda wanamwambia Bwana, hukupanda mbegu njema? Hawakumuomba mwanadamu akiwa na utakatifu? Au ulikuwa unatolewa la kwanza na la pili na la tatu na lililotakatuliwa? Bwana wa majeshi akasema la, na alipanda mbegu njema na alimuumba mwanadamu akiwa mtakatifu. Lakini hayo maovu unayoyaona, adui ndiye aliyepanda hivyo, adui ndiye aliyepanda hivyo. Huo ukahaba unaoona kwa huyu mwanaume au mwanamke, adui ndiye aliyepanda ndani yake baada ya kumpa nafasi. Huo uongo ambao unauona ndani ya huyu mtu, sikumuumba akiwa Mungu, nilimuumba akiwa mkweli, akiwa anasema kweli, akiwa ni mtakatifu. Lakini huyu uongo unaoona akiufanya leo, adui ndiye aliyepanda ndani yake. Na watu tumeruhusu adui amepanda magugu, amepanda maovu, amepanda mabaya ndani ya maisha yetu, ndani ya mioyo yetu. Tumempa nafasi naye amefanya hivi. Jioni leo iko nafasi ya kumrudia Mungu aliye hai. Jioni leo iko neema, iko neema katika viwanja hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Malaika baada ya kuona magugu, baada ya kuona kuna dhambi duniani, wanamwambia Mungu, je, twende tukachukue tukawang'oe wale waovu? Mungu anawaambia la, waache wabaki kwanza. Waache kwanza, nimewapa muda. Usiwae ngano, usiwae magugu kwanza, yakang'oka na ngano. Biblia inatupa historia. Kipindi cha Nuhu, dhambi ilitokea ulimwenguni. Watu walimwasi Mungu. Mungu aligharikisha dunia yote, akawaacha walio haki, akawaacha wenye haki, akawaacha waliobaki na sura yake na utakatifu wake. Lakini pia Biblia inatupa habari ya mji wa Sodoma na Gomora uliosheheni ushoga, ukahaba, uchafu ambao tunauona leo, na baadhi ya mataifa yanaupigia kifua, yanaukingia. Biblia inasema washoga wote, washerati, makahaba, watu wanaotenda dhambi, sehemu yao ni katika
lile ziwa liwakalo moto. Hawana sehemu katika ufalme wa Mungu aliye hai. Tunawaambia watu wa ukuu wa Ikungi, acheni dhambi. Ngeukieni Mungu wenu aliye hai. Acheni dhambi. Ukimbieni ushoga. Uacheni uasherati. Acheni wizi. Acheni kila aina ya dhambi. Ngeukieni Mungu wenu aliye hai. Maana alivyoumba, hakuwaumba mkiwa mna dhambi. Aliwaumba katika sura yake ambayo ni utakatifu. Hayo magugu yametoka wapi? Hayo magugu yametoka wapi? Katika kusoma kwangu nilikutana na mwanafalsafa mmoja akiwa na falsafa yake ambayo ilisema, kama Mungu ana nguvu, kama Mungu yupo na ana nguvu, kwa nini uovu unatawala na kwa nini waovu bado wapo? Lakini Biblia inasema, Bwana wa mavuno akasema, wacheni, acha magugu na ngano vikue pamoja. Sikiliza ndugu yangu, mtu wa Ikungi, unapotenda dhambi na bado upo hai, unapotenda maovu na bado upo hai, usifikiri kwamba ni tiketi ya kwamba wewe ni mtakatifu. Usifikiri kwamba hiyo ni tiketi ya kwamba wewe una haki. Siku ya mavuno inakusubiri. Biblia inasema kwamba nitawaambia wavunao ambao ni malaika, yakusanyeni kwanza magugu, yafungeni vitita, kisha yachomeni moto. Kwa nini uchome moto wakati neema ya Mungu ipo hapa? Kwa nini uchome moto? Kwa nini unaendelea kumruhusu yule ibilisi aendelee kuwekeza ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako? Kwa nini unaendelea kumpa nafasi? Haukuumba ukiwa mlevi, leo ni mlevi. Saa nyingine hata familia yako haipati haki zake. Unaipa kipaumbele pombe, unaipa kipaumbele starehe ambazo haki za familia zinakosekana. Leo tunashuhudia ndoa zikisambaratika kwa sababu tu ya kitu tunachokiita michepuko. Ewe mwanamke unayovunja ndoa ya mwenzio, jehanamu inakusubiri. Unasema kama ungekuwa mzuri si angebaki na wewe. Pepo mchafu wewe. Okoka leo, acha uovu. Acha dhambi. Ngeukia Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mtakatifu. Hizo dhambi leo zimetoka wapi? Huo uovu umeupata wapi? Hiyo roho mbaya umeipata wapi? Umejaa fitina. Huoni shida kumfitini mwenzio hata afe? Huoni shida? Huoni shida kabisa kumfitinisha mwenzio hata afukuzwe kazi? Huoni shida kumfitinisha marafiki waachane, wagombane? Huoni shida? Biblia inasema fitina. Fitina ni pando la shetani, ni roho ya shetani iliyo kamili. Wala huna uoga kabisa. Hukumu ya Mungu inakusubiri. Mtu wa Ikungi, isikie injili hii, isikie neno la Bwana leo, ukabadilike. Dunia imebadilika kabisa. Hakuna mhubiri alisema sasa hivi hakuna heri kukutana mwanadamu, heri kukutana hata na simba. Mwanadamu amekuwa kituko, hatari. Haoni haya hata kumuoa mwenzie ili afanikiwe. Nini mashahidi katika mji wa Ikungi? Ukizunguka utakuta watu ni vichaa. Lakini je, hawa vichaa wamezaliwa hivi? Ukiuliza habari zao utaambia huyu alikuwa mtu smart kabisa, mstaarabu, mwenye mchango katika ujenzi wa taifa. Yamkini alikuwa na familia, lakini karogo. Ukizunguka kwenye nyumba zetu utakuta sisi wenyewe watoto tuliowazaa tumewageuza misukule ili tupate pesa, ili tupate utajiri. Ndugu yangu, vyote vitatoweka siku moja. Vyote vitaangamia. Mgeukie Mungu leo. Acha dhambi, acha uovu. Mungu akukumba hivyo. Huo ukatili umeupata wapi? Umeupata wapi ukatili? Huo ujasiri wa kuweza kumtoa mwanao afe umemfanya zezeta. Ameketi pahali pamoja,
alafu wewe unaingiza pesa. Kitabu cha Mhubiri kinasema, Sulemani anasema yeye aliyekuwa tajiri ambao hakuna mfano wake katika ulimwengu huu, huko ni kujijaza upepo. Leo una pesa, kesho hazitakusaidia. Katika kijiji nilichozaliwa mimi, aliyejenga ghorofa wa kwanza, aliyeleta ghorofa pale kijijini, alikufa katika nyumba ya nyasi akivaa kanda mbili zilizoungwa na rambo. Ni baada ya kutoa wazazi wake kafara ili apate pesa, ajenge ghorofa, apate magari, alete sifa mjini. Aliviacha. Na naamini huko Mungu anamshughulikia. Kwa Biblia imeandika hapo kwamba waovu wote sehemu yao ni katika ziwa lile liwakalo moto. Ninakwambia, nimekupa mfano wa huyu msomi. Huyu msomi aliishi miaka kama 1000 kabla ya kuja kwa Kristo. Kwa sasa hivi tunasema ni zaidi ya miaka 3000. Yeye akasema Mungu hayupo. Kama Mungu yupo, mbona uovu upo? Hata wewe unajipa kiburi kwa kuona kwa sababu ulifanya zinaa jana na leo umeamka unasema na leo utafanya nyingine. Ulimuua yule ukawa na amani, ukapata pesa, unawaza kuongeza mwingine. Sikiliza, Mungu amekuacha. Yamkini ugeuke. Kitabu cha Yeremia sura 18 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6, Biblia inasema Mungu akamtuma Yeremia akamwambia, shuka uende katika nyumba ya mfinyanzi. Yeremia akashuka akaenda kwenye nyumba ya mfinyanzi, akamkuta mfinyanzi akifanya kazi yake kwa magurudumu. Akamwona ametengeneza chombo kwa kukifinyanga, chombo kile kikaharibika. Akakiunda upya, akakitengeneza tena, kikawa chombo kingine kizuri. Mungu akamwambia Yeremia, kama mfinyanzi, kama udongo ulivyo katika mikono ya mfinyanzi, alivyoweza kukifinyanga chombo kile atakavyo. Chombo kilipoharibika alikifinyanga tena, ndivyo watu wangu walivyo mkononi mwangu. Ndivyo ulivyo kwenye mikono ya Mungu wetu aliye hai. Anaweza kufinyanga leo ukawa mtu mwingine. Anaweza kufinyanga leo dhambi zikaondoka, mateso unayonayo yakaondoka. Kuna watu ni watumwa wa pombe, hawezi kuacha pombe, lakini leo ukaamua kumrudia Mungu aliye hai, unaweza kuiacha hiyo pombe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna watu zinaa imekuwa ni mtihani kwao, hawezi kuacha. Lazima asili, lazima avunje ndoa tu, lazima avunje uaminifu wake kwa mwenzake. Anatubu kila siku, anaambia mke wangu sitarudia tena, lakini kesho yake anarudia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pigia Bwana makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Mungu aliyekupa pumzi ya uhai. Yeye ambaye anakufanya unapumua. Unaweza kutoka hapo unakwenda, hata unakwenda na kutenda dhambi. Hebu mpigie makofi. Maana ukwenda kwa nguvu zako, ukwenda kwa uwezo wako. Yeye anakulinda hata pamoja na wewe kumkosea, bado anakupenda. Bado anakulinda. Amen. Na amekuachia neema siku leo. Amen. Unayo nafasi ya kumgeukia. Unayo fursa ya kumrudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Naomba tusimame hapo tulipo. Hapo ulipo naomba usimame. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na kuanzia mstari wa 7 na wa 8. Sura 7 unasema, mpingeni shetani, mkaribieni Mungu. Anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Mstari wa 8 unasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia.
itakaseni mikono yenu enyi wenye wealth. Piga shetani kwenye maisha.